his name. Yo, mambo vipi? Leo tunaenda kumalizia season 2 ya movie ya Merlin. Na leo tutaangazia vipande vinne, yani sehemu ya 23, 24, 25 na 26. Kwa nini leo tumefanya hivi? Tumefanya hivi kwa sababu tunaenda kuikamilisha season 2. Baada ya hapa tutaendelea na vipande vitatu kwa kila video kama kawaida. Kumbuka movie zote za Merlin, yani kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tulipofikia na tunapoendelea, zote zipo kwenye channel ya Malsai. Nenda upande wa playlist, tafuta playlist imeandikwa Merlin Recap, then hapo utakuta simulizi ya vipande vyote. Bila kupoteza muda, tunaanza na sehemu ya 23. Sehemu ya 23 bwana ilikuwa inaitwa Sweet Dreams. Yani vipande vya mwisho vya season 2 vilikuwa vya moto kweli. Ilianza na Camelot kualika wafalme watano wa falme za karibu na Camelot. Na ndani yake kulikuwa na wafalme wawili, yani Olaf na binti yake mrembo Vivian pamoja na mfalme Alained ambaye alikuwa na mjakazi wake ambaye alikuwa anajulikana kama Trikla. Huyu Trikla yeye alikuwa ni mchawi. Lakini kwa upande wa mfalme Alained, tofauti na mfalme Olaf, yeye alikuwa anataka vita kati ya mfalme Uther na mfalme Olaf. Okay, wote walikaribishwa Camelot kama ilivyo kawaida. Lakini usiku Trikla, mjakazi mchawi wa mfalme Alained, alitengeneza dawa ya kichawi ya mahaba ili Arthur aondoke kwenye penzi zito na Vivian. Then baada ya hapo kutapelekea kuwe na mtafaruko kati ya Olaf na Uther na vita itaanzia hapo. Bwana, mpango ulienda sawa na Arthur anakuwa anampenda sana Vivian. Tu Arthur anamtuma Merlin maua na ujumbe wa mapenzi. Kwa bahati mbaya Merlin anapeleka ujumbe ule kwa Gwen akidhani kwamba Arthur anampenda Gwen, kumbe alitaka apeleke ujumbe huo kwa Vivian. Okay, baada ya hapo Merlin anagundua kwamba Arthur anampenda Vivian, kitu ambacho sio sawa. Lakini pia Garrus anamwambia kwamba Olaf akigundua basi vita kubwa itatokea kati ya Uther pamoja na Olaf. Baadaye Merlin anaona nywele kwenye kitanda cha Arthur, hivyo anagundua kwamba Arthur amelogwa. Usiku Trikla anaenda kuchukua nywele za Arthur na kupeleka kwenye kitanda cha Vivian ili uchawi ufanye kazi tena kwa Vivian, kwa sababu Vivian alionyesha kama hampendi Arthur. So wakawa anataka Vivian ampende Arthur pia. Asubuhi yake Trikla anamdanganya Vivian aende chumbani kwa Arthur kwani Arthur anamuita. So baada ya kufanya hivyo Trikla moja kwa moja akimbia kwa mfalme Olaf na kumwambia kwamba binti yake amemuona akiingia chumbani kwa Arthur. So haraka na kwa hasira Olaf anaondoka na kwenda chumbani kwa Arthur moja kwa moja. Lakini kwa bahati nzuri Merlin alikuwa shafanya yake, amemzimisha na amemficha kwenye kabati. Then Olaf anaingia na kusachi, haoni mtu, hivyo anaondoka kwa hasira tena na kumlaumu Trikla. So baadaye usiku kwenye party mfalme Alained anawaambia mfalme Uther na mfalme Olaf kwamba Uther na Vivian wapo chumbani kwao, yani wako pamoja chumbani. Merlin anajaribu kutoa ushauri waliologwa lakini anashindwa. Na wakati huo Olaf na King Uther wanaingia chumbani kwa Arthur na wanawakuta pamoja. So Arthur anaamua kuingia kwenye pambano, yani apambanie penzi lake na Vivian. Na hiyo ndio ilikuwa plani ya Alained, mmoja wao afe then vita iamke. So tunafahamu kwamba Gwen anampenda Arthur. Baada ya kugundua hivyo anachukia sana. Wanapigana siku ya kwanza nusu kuuana lakini wanatoka salama. Merlin haraka anakimbia kwa Dragon kuomba msaada. So Dragon anamwambia kwamba Arthur ili aweze kutoka kwenye uchawi aliofanyiwa inabidi apigwe busu na mtu ambaye anampenda sana. Hivyo Merlin haraka anaenda kuongea na Gwen na anamuelezea Gwen kila kitu. Gwen kwa kuwa anampenda Arthur basi anakubali na anaingia kwenye hema la Arthur moja kwa moja wakati wakiwa mapumziko ya pambano lake na Olaf. Gwen akafanya hivyo, alimpa kisi zito sana Arthur na Arthur akatoka kwenye uchawi ule aliokuwa amefanyiwa. Arthur anatoka nje na anampiga mfalme Olaf, lakini hakumuua wala kumfanya chochote kibaya, bali aliamua kuweka amani, yani kati yao na yote yasaulike kwamba aliwahi kumpenda Vivian. Wafalme wote waliondoka Camelot wakiwa na amani isipokuwa Alained ambaye alikuwa anaumia sana kimoyomoyo kwani mpango wake haukwenda sawa. Tuendelee sehemu ya 24. Sehemu ya 24 ilikuwa inaitwa The Witch's Quickening. Usiku mmoja kulikuwa na mchawi hatari aliyekuwa anaitwa Alvari akiandamana na Mordred. Nadhani Mordred tunamkumbuka, ni tulimuona nyuma kidogo ambaye aliokolewa na Merlin kwa ushirikiano na Morgana kutoka Camelot wakati baba yake anaangamizwa. Ni nyuma kidogo, okay? Tuendelee. Hao wote walikuja Camelot kwa ajili ya kutaka Christ of Netid. Ili ni jiwe ambalo lina nguvu kubwa sana, ambapo Alvari alitaka Mordred alitumia jiwe hilo kuongeza nguvu zake ili baadaye waje waidhibiti Camelot. Plani ya kuingia Camelot ilifanikiwa kwani Mordred alikuwa anajua chocho zote na alikuwa anajua vizuri jengo la Camelot, lakini kubwa zaidi alikuwa anamfahamu Morgana na Morgana asingeweza kumzuia. Alvari alimuelezea Morgana kila kitu kuhusu nini kilichomleta Camelot, lakini pia alimwambia jiwe lile lina nguvu kubwa sana na endapo atalipata basi litakuwa ni mwanzo wa kuanza vita dhidi ya Uther Pendragon. Lakini wakati wanaingia Merlin alikuwa ashashtuka kwa sababu Merlin alikuwa anasikia mazungumzo yao ya kimya kimya au mazungumzo ya kihisia yale ya kichawi kati ya Mordred pamoja na Alvar. Kingila Camelot inapigwa baada ya walinzi kushtuka kwamba kuna watu wameingia. Arthur anasearch kila sehemu na anaingia chumbani kwa Morgana lakini hakuona kitu chochote kwa sababu Morgana alikuwa ashashtuka kwamba watakuja kwenye chumba chake, hivyo akawaficha Alvar pamoja na Mordred. Merlin anarudi kwa Garrus na anamwambia kwamba amehisi Mordred ameingia Camelot na kitu ambacho amekifuata ni kitu kikubwa na chenye thamani kubwa sana. So huenda wamekuja kuchukua kitu
ndani ya jengo la Camelot. Usiku ulipofika, Morgana aliingia chumbani kwa Arthur na kuiba funguo za sehemu ambapo jiwe lile limefungiwa. Merlin anapishana na Morgana chumbani kwa Arthur, lakini anamwambia alikuwa amekuja kumsalimia Arthur tu na sio vinginevyo. Moja kwa moja Morgana anafanikiwa kuiba jiwe lile, yani Crystal of Netid, na moja kwa moja analipeleka kwa Alvar. Haraka mfalme naye anashtuka kwamba kuna kitu kimeibiwa na anamwambia Arthur atoke Camelot kwenda kutafuta jiwe hilo, kwa sababu jiwe hilo lina nguvu kubwa sana na ni hatari endapo wachawi watalimiliki. Merlin anashtuka na anamwambia Garius kwamba Morgana ndiye aliyeliiba jiwe lile, lakini kwa kuwa hawana ushahidi anamwambia Merlin atulie. Merlin anaenda kwa Dragon na anamwambia Dragon jiwe hilo kwamba limeibiwa, lakini anamwambia kwamba limeibiwa na Morgana. Dragon anasema Morgana hawezi kutumia uchawi uliopo kwenye jiwe lile, lakini Merlin anapomwambia kwamba jiwe lile Morgana amempatia Mordred, Dragon anakasirika na anamwambia kwamba Mordred ni hatari sana na anaweza kutumia nguvu zilizopo kwenye jiwe lile, hivyo wafanye juu chini warudishe jiwe lile, la sivyo ni hatari kwa Camelot. Wakati vikosi vya Camelot vikiendelea kutafuta waizi wa jiwe lile, haraka Morgana anaenda kumpa habari Alvar, anamwambia kwamba unatafutwa, hivyo haraka wakimbie Camelot, waende mbali kabisa na Camelot. Lakini kabla hajaondoka, Arthur naye anaingia na jeshi lake, na hapo wanaanza kuwadhibiti wakina Alvar pamoja na Mordred. Wanafanikiwa kumkamata Alvar pamoja na jiwe lile, lakini Mordred anafanikiwa kuescape kutumia nguvu zake mwenyewe za kichawi baada ya Merlin kushindwa kumsaidia. Mordred anamwambia Merlin kwamba yeye ni adui yake na hatosahau alichokifanya na atakuja kulipiza kisasi siku moja. Baada ya jiwe kurudishwa Camelot, mfalme Uther anaamuru Alvar anyongwe, lakini usiku huo Morgana anafanikiwa kumtorosha Alvar ndani ya Camelot na Alvar anatoka akiwa huru tena. Mfalme anaahidi kumtafuta mtu ambaye amemtorosha Alvar ndani ya Camelot. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa episode au sehemu ya 24. Sasa tuendelee na sehemu ya 25 bila kupoteza muda, na kukumbusha kusubscribe kwa channel yetu ya Masa, ilikuwa ni movie kali na series nyingi za zamani na mpya zinakuja kila siku ndani ya channel yetu pendwa ya Masa. Sehemu ya 25 ilikuwa inaitwa The Fire of Idrisolas. Leo tunakutana tena na Morgause. Tunamkumbuka vizuri, huyu ni dada yake Morgana. Leo hii anatumia uchawi na kuamsha wanajeshi 7 wa Mezir. Hawa ni hatari sana kwa sababu ni wa kichawi na wana nguvu kubwa sana. Ghafla mkulima mmoja analeta taarifa kwa Uther kwamba ameona moshi kwenye jengo la Idrisolas. Hivyo mfalme anaamuru Arthur aende kwenda kuchunguza. Merlin, Arthur pamoja na wanajeshi wachache wa Camelot wanaenda Idrisolas kwenye hilo jengo ili kwenda kuchunguza nini kinachoendelea. Lakini walipofika kule walidhibitiwa vikali na wale wanajeshi 7 wa Mezir, na wote wakaangamizwa isipokuwa Arthur na Merlin ndio waliofanikiwa kurudi salama. Haraka walirudi Camelot ili waweze kujipanga upya. Upande wa pili huko Camelot, Morgana na Morgause wanakutana tena na wanapanga kuiangamiza Camelot yote, lakini wanagundua kwamba Arthur na Merlin hawapo, hivyo wanajipanga kuwadhibiti pale ambapo watarudi. Arthur na Merlin wanarudi Camelot, lakini wanakuta eneo zima, yani watu wote kuanzia wafanyakazi, mfalme mwenyewe na wanajeshi wa Camelot ya Knights of Camelot, wote wapo chini wamelala fofofo na hawajitambui. Wanashangaa kwa nini Morgana peke yake ndiyo yupo macho, lakini Morgana anawadanganya kwamba Garius alimpatia dawa ili yeye asilale, abaki peke yake ili aweze kulinda ufalme wa Camelot. Wanajeshi 7 wa kichawi wana move kuingia Camelot, lakini Merlin, Arthur na Morgana wanajitahidi kumuokoa mfalme peke yake kwanza kwa kumvisha mavazi ya kifanyakazi, lakini wakitaka kumtorosha na kwenda kumficha mbali ili asije akaangamizwa. Wakati wanaendelea purukusheni zile, Merlin anatoroka kwenda kumcheki Dragon ili aweze kuomba msaada. Lakini Dragon anamwambia Merlin kwamba ili kutoka kwenye msala unaoendelea Camelot ni mpaka pale ambapo alivyosababisha atakufa au Morgana afe. So haraka Merlin anaenda kutengeneza dawa au sumu ya kumuua Morgana. Merlin alifanikiwa kumpatia sumu ile Morgana, na Morgana alikaribia kufa kabisa na sumu ile hatari. Ndipo Morgause alipotokea na kumwambia Merlin ampe tiba Morgana ili Morgana asife. Lakini Merlin akamwambia Morgause ili ampatie dawa Morgana ni lazima akubaliane kusitisha mapambano, yani awarudishe wale wanajeshi wake 7 warudi walikotoka na wao waondoke Camelot. So Morgause alifanya hivyo, aliondoka na jeshi lake lote na aliamua kuondoka na Morgana kabisa. Mfalme baada ya kugundua kwamba Morgana hayupo aliumia sana na akaahidi kumtafuta Morgana siku zote za maisha yake. Sasa ilikuwa ni wakati ambapo Merlin alipaswa kutimiza ahadi yake aliyemwahidi Dragon kwamba atamtoa au atamweka Dragon huru. Merlin kwa kutumia upanga aliowaibia wale wanajeshi 7 wa Morgause, anatumia upanga ule kukata minyororo ya Dragon na Dragon anaondoka Camelot akiwa free tena kutoka kwenye kifungo ambacho alikuwa amefungwa muda mrefu sana. So twende episode ya 26 ambayo ndio itakuwa episode ya mwisho kwenye video ya leo. Episode hii ilikuwa inaitwa The Last Dragon Lord. So baada ya Dragon kufunguliwa, alienda kuleta shida kubwa sana ndani ya Camelot. Alianza kuchoma majengo, kuangamiza watu na kupambana na majeshi ya Camelot.
lakini pia wanajeshi wa Camelot walipambana kadri wawezavyo, lakini walishindwa kumdhibiti mpaka pale ambapo Gallius alienda kumwambia mfalme wa Camelot, yani Uther, kwamba mpaka pale ambapo Dragon Lord atakuja Camelot na kumsimamisha dragon huyo, la sivyo hamna atakayeweza kumdhibiti. So mfalme anakumbuka kwamba ma Dragon Lord wote aliwaangamiza, lakini kuna mmoja ambaye alibaki, alikuwa anajulikana kwa jina la Balinor. Huyu ni baba yake kabisa mzazi wa Merlin. So Gallius alikuwa anafahamu hivyo, alimwambia kabisa na Merlin kwamba alishangaa kwa nini mama yake hakumwambia kuhusu Balinor, lakini akamwambia pale ambapo atakutana naye basi asisite kumwambia kwamba yeye ni mtoto wake. So haraka haraka mfalme wa Camelot anamtuma Arthur pamoja na Merlin wakamtafute Balinor na kumleta Camelot ili aweze kumsimamisha dragon yule ambaye analeta maafa ndani ya Camelot. Arthur na Merlin walimtafuta kila mahali mpaka pale ambapo alielekezwa kwenye kijiji kimoja cha Engard kwenye ufalme wa Senred, na anaambiwa kwamba Balinor yupo kwenye mapango, ndio sehemu ambayo aliamua kuhamia huko. Kwa bahati mbaya wakiwa njiani, Arthur anazidiwa sana, kwani alikuwa amejeruhiwa na dragon yule wakati anapambana naye. Hivyo Merlin anamsaidia Arthur kwa kumbeba mpaka pale alipomfikisha kwa Balinor, na akamwomba Balinor aweze kumsaidia Arthur aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Na wakati huo wote Merlin akamwambia Balinor kwamba yeye ni mtoto wake. Baada ya Arthur kukaa sawa, Balinor bado alikataa kwenda Camelot, lakini walijaribu kumbembeleza sana. Mwisho waliamua kuondoka zao na kurudi Camelot, lakini wakiwa njiani Balinor aliamua kujiunga nao na akasema amefanya hivyo kwa sababu ya Gallius. Gallius alimsaidia zamani, so anataka kurudisha wema. Kwa bahati mbaya wakiwa njiani wanashambuliwa na watu wa Senred, na kwa bahati mbaya zaidi Balinor, yani the only Dragon Lord, na baba yake na Merlin anakufa. So wakati anafariki alimwambia kabisa mwanae kwamba yeye anaweza kumdhibiti dragon yule. Walimfanyia mazishi na wao wakaendelea na safari yao kurudi Camelot bila matumaini tena. Leo Camelot anaingia kwenye vita ya mwisho na dragon. Merlin, Arthur pamoja na Knights of Camelot wanaenda kupambana na dragon, lakini wanajeshi wote wa Camelot wanarudi nyuma. Hivyo Arthur na Merlin peke yake ndio wanakutana na dragon uso kwa uso. Arthur anafanikiwa kumchoma kwa mkuki dragon, na dragon yule kwa maumivu anampiga Arthur. Arthur anadondokea mbali na anazima. Sasa akiwa amezima anabaki Merlin peke yake pamoja na dragon. Merlin anakumbuka maneno ambayo baba yake alimwambia kwamba yeye ni Dragon Lord, hivyo ana uwezo wa kumwamuru dragon yoyote yule. So Merlin anatumia maneno yake ya kichawi na anamcontrol dragon yule, na dragon yule anatulia, anachukua mkuki ili amwangamize, lakini anamuonea huruma, hivyo so dragon anamshukuru sana Merlin baada ya kumuonea huruma, na anamwambia kwamba yeye anaondoka Camelot na hatorudi tena kuleta maafa, lakini anamwambia kwamba huenda siku moja wakakutana tena. Baada ya kuondoka dragon, Arthur naye anaamka na Merlin anamsifia Arthur, anamwambia dragon ameondoka baada ya kumchoma mkuki ule na huenda dragon asirudi tena. Hivyo Arthur na Merlin wanarudi Camelot wakiwa na matumaini na wakiwa na furaha tena baada ya dragon kuondoka, na huo ndio unakuwa mwisho wa sehemu ya 25, lakini pia ndio ulikuwa mwisho wa season 2 ya movie ya Merlin, lakini pia ndio ulikuwa mwisho wa video ya leo. Mpaka wakati mwingine na video inayofuata ni sehemu ya 26, 27 na 28. Endelea kuwa nasi The Mal Side. Nenda upande wa playlist, angalia playlist imeandikwa Merlin Recap. Hapo utakuta vipande vyote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka kipande cha mwisho kabisa cha movie ya Merlin. Mpaka wakati mwingine, bye bye.